kazi na utu. Tunazidi kusonga mbele. Ni Dakawa. Dakawa tumewafikia. Dakawa hodi. Wananchi wa Morogoro, mama yenu amewafikia. Wana Morogoro, tulifarijika sana kwa ahadi mbalimbali alizozitoa, mfano kutujengea soko la wamachinga, kuongeza barabara za Kionda, Tumkundi, bomba la maji, kupanua mabwawa. Ni muase mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan ajitahidi sana kutekeleza ahadi alizoziahidi kwa wakazi wa Morogoro. Wana Morogoro tunampenda sana na tunamuahidi mitano tena, na tutajitahidi kufanya kila tunaloliweza tushike nafasi ya kwanza kwa kura za ndio kwa Mama Samia Hassan Suluhu Hassan. Ombi langu Mama Samia akipita miaka mitano inayokuja, Mama Samia akipita, tunataka aboreshe barabara yetu inayoenda Dodoma, Morogoro, sababu imekuwa nyembamba sana na magari ni mengi, kwa maana ajali nyingi sana za barabarani. Na kingine, kwa ujio wake niliouona jana jinsi tulivyompokea, naamini miaka mitano atatufanyia mengi zaidi. Kama wana Morogoro jinsi tulivyompokea, alivyotuona, atuboroshe tu maji yapatikane kwa wingi, barabara ndio hivyo atutanulie, na sisi wajasiriamali atuone huku kero zetu hizo, atupe misingi, yani wajasiriamali wadogo wadogo atupe misingi tuweze kusonga mbele. Katika vitu ambavyo mimi kwenye moyo wangu na nafsi yangu nimeburudika kusikia kauli ya mama anasema anataka Morogoro iwe kama ilivyokuwa zamani, manake viwanda virudi, manake na miundombinu ya barabara iwe sawa sawa, maji. Kwa mimi nimefurahi sana kutoka kwenye moyo wangu kwamba kama kweli Mama Samia Suluhu Hassan alichokizungumza kwenye moyo wake kweli akaja kutekeleza kwa 300%, hii Morogoro itakuwa balaa. Mama akiingia madarakani kama alivyoahidi mwenyewe, aanze na soko la wamachinga, kwa sababu wamachinga wa Morogoro wanateseka, wanazurura, hawana sehemu maalum ya kufanyia biashara zao. Kwa hiyo tunaomba Mama Samia Suluhu Hassan atakapopata kura za ndio za kutosha kwa wana Morogoro, akumbuke kutengeneza soko la wamachinga. Safari ya CCM ya kusaka kura kutoka kwa wananchi inaendelea. Kilosa na Gairo, ni zamu yenu sasa.
Mmekuja kwa wingi sana, na hii ni kudhihirishia umma na ulimwengu kwamba CCM ina wenyewe, na wenyewe ndio hawa hapa uwanjani. Hawa ni wa Kilosa. Lakini nataka niseme, toka tumezindua kampeni kule Dar es Salaam, nimeingia Morogoro, kila kiwanja kimefurika. Hii ndio maana ya CCM ina wenyewe. CCM oye! La kwanza, najua kwamba bado kuna barabara ambazo zinataka kufanyiwa kazi. Barabara ya Kilosa Ulaya Mikumi tumejenga sehemu bado hatujajenga. Nataka niwaambie miaka 5 ijayo tunakwenda kuifanyia kazi barabara hii. Lakini jengine ni kwamba tuna ushoroba wa iliyopita reli ya SGR. Amesema vizuri Waziri Kabudi. Ushoroba ule tunakwenda kujenga viwanda na maghala ili uwe ushoroba wa biashara. Na kwa bahati nzuri ndani ya wilaya ya Kilosa mna vituo viwili vya SGR. Kwa hiyo jitayarisheni kwa fursa zilizoko kule. Zile ni fursa za biashara, na naomba wana Kilosa mzitumie na msiwache watu kutoka maeneo mengine kuja kuzitumia. Lakini la pili, najua bado hatujafanya vizuri sana kwenye maji. Miradi ipo imeanza, na nataka niwahakikishie miaka 5 inayokuja tunamaliza tatizo la maji ndani ya wilaya ya Kilosa. Tunakwenda kumaliza kabisa ndani ya wilaya ya Kilosa. Lakini jingine ambalo nataka nilizungumze hapa ni suala la tatizo la ardhi lililokuwa linawakabili wakulima wa Kilosa. Ni kwa sababu hiyo niliwataka Wizara ya Ardhi kufuta mashamba yasiyoendelezwa na kupanga matumizi upya. Natambua kwamba jumla ya mashamba ya ekari 53,475 karibu 76 yalifutwa miliki zake na kupimwa ekari 21,872. Ekari hizi zilizopima ziligawiwa kwa matumizi ya kilimo, makazi na uwekezaji, na wananchi 8,557 walifaidika, na wametoka kwenye vikundi 186 katika vijiji 11 waligawiwa mashamba haya. Najua kazi ya kupima inaendelea na kazi ya ugawaji tunakwenda kuimaliza tutakaporudi kuendesha serikali. Kwa upande wao, wagombea ubunge katika majimbo yaliyopo hapa Morogoro wameahidi kuwaletea wananchi maendeleo kupitia ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM. Tuna miradi mingi. Tunajua kwamba kwenye report umeingia madarakani nchi nzima, miradi ya umwagiliaji, Mheshimiwa Mwenyekiti na mgombea, ilikuwa miradi 13 tu. Lakini kwa miaka yako 4, ndugu mgombea, umeweza kutengeneza miradi mipya nchi nzima 780 ya umwagiliaji. Sisi wananchi wa Mvomero ambao shughuli yetu kubwa ni kilimo, tumenufaika na miradi hiyo. Tuna miradi mikubwa ya umwagiliaji ndani ya wilaya yetu ya Mvomero. Kwa kweli hatutasahau hili, na shukrani zetu utaziona kwenye boksi la kura Oktoba. Nitazunguka ndani ya mkoa wa Morogoro nikiwa kama shuhuda wa kazi kubwa ambayo imefanywa hasa na serikali za mitaa, kamati ambayo nilihudumu kwa muda mrefu. Mheshimiwa Rais, fedha zile zimefanya mapinduzi makubwa kwa wananchi wetu. Ukitaka kujua fedha zile za miradi ya maendeleo, fedha za misaada zimefanya nini, muulize mzazi ambaye amempoteza binti yake kwa sababu alikosa huduma za afya. Ukitaka kujua fedha za COVID zimefanya nini, ukitaka kujua bajeti ya maendeleo imefanya nini, muulize mume ambaye amempoteza mke ambaye alikosa huduma za afya. Ukitaka kujua fedha zile zimefanya nini, Mheshimiwa Rais,
Muulize mwananchi wa Vidunda ambaye hakuwa na barabara kwa miaka 60 ya uhuru. Jimbo la Kilosa lina vijiji 82 na katika hivyo ni vijiji 16 tu vilikuwa na umeme. Wewe umehakikisha vijiji vyote vilivyobaki 66 leo vina umeme. Sasa kazi yetu kama ilivyo katika ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 25-30 ni kupeleka umeme kwenye vitongoji. Mheshimiwa Rais, katika sekta ya kilimo tunakushukuru kwa kutoa jumla ya shilingi bilioni 7 milioni 800 kwa ajili ya skimu ya umwagiliaji ya Ludewa. Mvua za mwaka jana zimeleta hitilafu, lakini tayari marekebisho yanafanywa. Manake sasa tuna skimu kubwa ya Mvumi ambayo umeikarabati kwa zaidi ya bilioni 2 na skimu ya umwagiliaji wa maji ya Ludewa. Na katika ilani ya Chama cha Mapinduzi, Kilosa umeipangia kuongeza skimu nyingine za umwagiliaji. Tunakushukuru sana. Sekta ya mawasiliano ya simu za mkononi vijijini. Mheshimiwa Rais, miongoni mwa mambo ambayo hutaamini yamewafanya watu wa vijijini sasa wawe mjini ni simu ya mkononi. Tofauti yao wa vijijini na sisi, wao wanaitumia kwa tija za kiuchumi, kujua bei za mazao, miamala ya simu, kununua bidhaa. Na katika hilo Mheshimiwa Rais, tunakushukuru, umetupa minara ya simu 21. Shule zilizojengwa bila wananchi, hao wananchi sasa hivi wametulia hao. Walikuwa wanachangishwa na kila siku nawaambia, sasa hivi hawa wanalima kwa nafasi, hawachangishwi. Shule zilizojengwa na wewe za sekondari, kuna shule ya Iyogwe, kuna shule ya Reshata, kuna shule ya Chigera, kuna shule ile hapa Gairo Marimbika, kuna shule ya Gairo sekondari nyingine hiyo inajengwa mpya. Ziko shule nyingi, kuna shule ya ufundi kuanzia form 1 mpaka form 6 iko pale Lubeho Kupipa. Zote hizo zimeisha. Vituo vya afya, wakati unaingia tulikuwa na kituo cha afya kimoja ambacho kilijengwa mwaka 72. Tulikuwa na kituo cha afya cha Gairo. Lakini sasa hivi ninavyokuambia, tuna kituo cha afya cha Chanjare. Tuna kituo cha afya hicho kinamalizika kujengwa, lakini kimeshaisha. Tuna kituo cha afya cha Nongwe, tuna kituo cha afya cha Iyogwe, tuna kituo cha afya kinachojengwa hapo cha Kwale. Na ninavyokuambia, katika ambulance Gairo tulipata upendeleo maalum. Tuna ambulance 5. Mkoa wa Morogoro umejaliwa kuwa na rasilimali mbalimbali pamoja na hali ya hewa nzuri kwa ajili ya shughuli za kilimo, ufugaji, viwanda na biashara. Ni kwa msingi huo, mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ameahidi kulinda rasilimali na kuwaletea wananchi maendeleo kwa kujenga miundombinu stahiki na kuimarisha huduma zote za kijamii. Dodoma, hodi. Kibaigwa, tumewafikia. Samia Suluhu Hassan, nyanyua mikono juu kabisa ya upendo. Sisi ni wao. Ikiwemo jengo la huduma za dharura katika hospitali ya wilaya yenye thamani ya shilingi bilioni 4.5 pamoja na vifaa tiba vya kisasa. Halikadhalika, kituo cha afya cha Kibaigwa hapa sasa kina huduma mpaka za x-ray. Tumeleta mashine ya x-ray mpya na ya kisasa, huduma ambazo wananchi wa Kibaigwa walikuwa aidha wazifate Dodoma mjini General Hospital au waende Dodoma. Sasa zinapatikana hapa Kibaigwa. Lakini jengine, kama alivyosema mbunge, vijiji vyote vya Kongwa vina umeme. Tunaendelea na kazi ya kusambaza umeme kwenye vitongoji, kwenye taasisi na majumbani kwa watu. Ilani ya CCM 2025-2030 katika ukurasa wake wa 72 kipengele cha 111 na 112 inasema kuwa na hapa na nukuu, kwa kuzingatia nafasi ya wananchi katika kuleta maendeleo,
Utekelezaji wa ilani ya CCM utakuwa shirikishi, ukihusisha wadau mbalimbali na wananchi kwa ujumla. Ubia kati ya sekta ya umma na binafsi utapewa msukumo wa pekee. Utekelezaji wa ilani utazingatia kikamilifu misingi mama ya CCM ambayo ni utu, umoja, haki na usawa. Aidha, CCM itahakikisha kuwa utekelezaji wa ilani unazingatia kikamilifu misingi ya demokrasia na utawala wa sheria. Mwisho wa kunukuu. Ni kwa msingi huo, CCM inapita kila kona ya nchi kuwafikia Watanzania, kuwaomba ridhaa ya kuendelea kulitumikia taifa ili kufikia lengo nambari 2 la maisha bora na ustawi kwa wote, kama linavyosomeka katika ukurasa wa 10 katika Dira ya Taifa ya Maendeleo 2025-2050. Naam, ndiyo kwanza tumeingia Dodoma. Tukutane tena kesho. Tutakuwa hapa hapa mkoani Dodoma. Kazi na utu, tunazidi kusonga mbele.